Temania thiini wa mitambo-ini ino tukiaraniria maundu meri matatu megemainie na utongoria wa bururi. Na haha tukoragwo tugiikia ndurumeni maundu maria maragithie na mbere gwikirirwo uritu oro uria kuragegia tugaga o muthenya na ikereka ria ruhia. Muthenya wa muthi tugateka muno makiria ni tondu twina mugeni wa mwanya muno makiria thiini wa bururi uyu, mugeni oikaine mutongoria njamba na mundu ukoretwo arutite wira munene wa kuhuranira wiathi wa bururi uyu na gutigirira ati mwathanire ni wa kirungara o uria gukiagiriire. Ti ungi ni uria wari Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga na uria no mutongoria wa kiama kia ODM Raila kia ODM, na tugukorwo tugikenania nake iguru rigie maundu matiganite megie uteti wa bururi na haria tukinyite no uria thirikari ikoretwo igithie na mbere na gukiruta wira ndugitwaririe na tugaga gukiaraniria tigugitua cira na gutema na miario tigugitema na ruhio. Ni gukorwo gigicenjia ruthiomi ro hanini ni tondu ndagukigwa ruthiomi ruria ngukihuthira rwa Gikuyu, ogwo tugukorwo tukiaria na ruthiomi rwa Githweri imwe kwa imwe tukorwo tugikinyitanira nake. Your Excellency the Prime Minister, nikukaribisha sana hapa Kameme TV. Nimefurahi sana kwa kukubali kwako kuzungumza nasi asubuhi ya leo. Asante sana. Tupate kuangazia masuala tofauti yenye yamekuwa yakiendelea hapa nchini, yakiwemo kazi yenye imekuwa ikiendelea hapa, uongozi wa Jubilee, mchakato wa BBI na pia siasa na ambayo imechacha kuchacha. Lakini kwanza nikupe nafasi hii na ili uzungumze na Wakenya wenye wako na hamu sana kusikia vile utawaambia, na haswa andu wa nyumba ukiwasalimia salamu za mwaka mpya. Asante sana kwa kunikaribisha hapa kwa Kameme. Karibu sana. Ningependa kusalimu andu wa nyumba. Simba murega nyumbati. Murega rengi. Niko na furaha sana kupata fursa ya kuongea na andu wa nyumba wa Mlima Kenya. Asante sana. Mwaka bado ugali mchanga mno wa 2021 umeanza na siasa zimechacha kuchacha. Kuna Wakenya ambao wanahofu kwamba serikali haitaweza kutimiza ahadi ambazo waliahidi Wakenya za kimaendeleo. Sijui maoni yako ni yapi na unaona kama nchi tunaelekea pande gani? Sema ya kwamba kuna changamoto mingi kwa serikali hii. Kuna yale ambayo inahusu serikali yenyewe vile inavyoundwa na vile inavyoendesha mambo yake. Na zingine ni yale ambayo zinalingana na mazingira ya kiulimwengu. Kwa mfano, unajua hii janga la corona ambayo iliingia na ikaleta athari kubwa sana katika nchi yetu. Kwa hivyo haya yote ukisema zote ni changamoto. Lakini kama mimi ningelikuwa ndani ya serikali, tungekuwa na mbinu ambayo tungetumia kwa vile tulikuwa tunashauriana wakati tulikuwa na serikali na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Lakini sasa hii ni serikali ya Jubilee na wao wanajua wanakumbwa na shida na vile vile nataka watafute mbinu ya kuyatatua. Mimi nina hakika ya kwamba yale shida ambazo ziko, yale uzito ambazo ziko inaweza kutatuliwa. Ndio. Na siasa, unaona hali ya siasa kama huenda ikalemaza utendakazi wa serikali ambazo zimeanza za 2022? Sisi tulisema ati tungependa kuona kama break imewekwa kwa hii mambo ya campaign ya 2022. Unajua ile kitu ambayo imeleta athari kubwa kwa taifa letu ni siasa ya campaign ambayo inafanywa miaka 5 mfululizo. Yani kwanza kunakuwa miaka 2 kabla ya uchaguzi, mambo yote yanasaulika na kwamba watu wote wanafanya tu mambo ya kufanya campaign. Alafu wakati huo sasa hali ya wasiwasi inaingia, hasa kwa wafadhili hawezi kuingia katika nchi manake wajui yale ambayo yatafanyika. Baada ya uchaguzi inachukua tena mwaka moja ambayo bado watu wajui mambo yatakuwa namna gani. Kwa hivyo tunapata ya kwamba inakuwa kwa msimu ya miaka 5, ni miaka 2 pekee yake ambayo serikali inaweza kufanya kazi kwa utaratibu. Na hiyo inaathiri maendeleo kwa taifa. Ndio sababu tulisema ingekuwa vizuri zaidi watu wangeweka mambo ya 2022 kando, serikali iendelee kufanya kazi yake mpaka kama imebaki mwaka moja
vile mnavyoona kule Marekani. Mambo ile ya kufanya hata uteuzi ilianza ile mwaka yani mwaka ile ambayo ilitangulia mwaka jana, lakini kampeni yenyewe ikaanza mwezi wa July, August. Ndio uteuzi ilifanyika haswa kwa wale makandidati ya rais miezi mitatu tu kabla ya uchaguzi yenyewe kufanyika. Kwa hivyo inaonyesha kwamba nchi ya Amerika kwa miaka 3.5 inafanya kazi. Ndio sababu naona wanatuzidi sisi kimaendeleo. Ndio. Kuna wale ambao labda wanasema punde tu uliingia serikalini ama mlisalimiana na Rais Uhuru Kenyatta, hapo ndipo kukawa na mtafaruku serikalini na kazi ikalemea kabisa. Wale ambao wanaongea namna hiyo ni watu ambao ni kama wanaota ndoto. Na wale watu ambao hawakuwa Kenya hii mwaka wa 2017 mpaka 2018. Maana ninavyojua ile uchaguzi tulikuwa naye ilikuwa na changamoto mingi. Sisi wenyewe tulilalamika ati hatukuona haki ikitendeka. Na tukaenda mahakama. Mahakama ikafutilia mbali ile uchaguzi ya rais ati kulikuwa kuna udanganyifu wengi zaidi, inconsistencies, na ikaamuru ya kwamba iwe marudio. Tukamwambia tume ya uchaguzi ifanye marekebisho ili wasirudie yale ambayo yalikuwa yamefanyika hapo mbeleni ikasababisha uchaguzi kufutiliwa. Wakakataa kufanya haya. Kwa sababu sisi tukasusia. Tukasema hatuwezi kurudi tena pale na mambo yafanyike vile yalifanyika hapo mbeleni. Wao wakaendelea na hiyo uchaguzi. Alafu sasa watu wetu wakalalamika tukue na mazungumzo. Na jamaa walikuwa wamekataa. Hapo ndio wakaanza ile mambo ambayo ilikuwa inaitwa peaceful resistance. Ya kususia kwa mfano makampuni tofauti, bidhaa tofauti, na kufanya maandamano yale ambayo yalikuwa yanalingana na katiba na sheria. Uchumi ikawa imekwama. Hali ikawa kuna utata, kuna shida mingi, watu wengi walikuwa wanapigwa risasi, wengine walikufa. Kuna wakati mwingine ambayo sisi tulibeba jeneza 37 tukipeleka nyumbani kwao. Na kwa hivyo ilikuwa kuna tension kubwa sana kwa taifa letu. Na hapo ni sababu Rais Uhuru akaona tuchunguze. Na mimi nikakubali, tukaketi chini. Tukaongea kwa kirefu zaidi. Na baadaye tukasema ati yale yaliyopita sio ndwele. Muhimu zaidi ni kutafuta njia ya kuunganisha Wakenya. Mbinu ya kutatua shida zale ambayo inakumba nchi. Maana yake tuko na katiba mpya ambayo tulipitisha mwaka 2010. Lakini pamoja na hayo bado tuko na changamoto. Tuko na shida. Tukasema ati tuangalie na tukatafuta tukateua mambo 9. Na tukaweka mawakili wakaandika. Na hiyo ndio ikawa ni mkataba ambayo sisi tukaweka sahihi na tukasalimiana mbele ya Wakenya. Kwa hivyo kusalimiana sisi, mimi na Uhuru, ilileta amani. Ilikaanza kuleta maridhiano na ulewano baada ya makabila ya watu wa Kenya. Ile maandamano ikakwisha. Makabila wakashikana, wale ambao walikuwa wanapigana. Hasa Nairobi, mambo yakarudi ikawa shwari. Kwa mimi ningependa kusema ati hii handshake ambayo tulifanya mimi na Uhuru ilileta amani. Nikasaidia serikali ya Jubilee kufanya mambo yake. Lakini sisi hatujaingia ndani ya serikali. Mimi sina ofisi ya serikali. Mimi sipati mshahara ya serikali. Sipati msaada yote ya serikali.
siingii kwenye mkutano ya cabinet, baadhi ya mawaziri ya serikali, sijui wanajadiliana mambo gani, mpango yao ya kufanya kazi sijui huko. Kwa hivyo wale ambao wanasema ati mambo ya handshake ndio imebadilisha mambo, ni wanarondeja porojo na uongo kwa Wakenya. Kwa hivyo hakuna mtu ulitimua kutoka kwa Jubilee, kwa sababu wengine wanasema wewe umetimua wengine pale Jubilee. Mimi sijaingia kwa Jubilee. Mimi ni kiongozi wa chama cha ODM. Na Jubilee iko na viongozi wake. Kia kama wanazozana wao wenyewe kwa wenyewe huko ndani ya Jubilee, hiyo si shauri yangu. Hiyo ni mambo yao. Jamaa anasema ati mimi walisema ati siwezi kuwafukuza kwa ODM, nikaenda nikawafukuza kwa Jubilee. Sasa mbona sasa wanalia ati mimi nimewafukuza? Nimewafukuza wapi? Hiyo ni porojo. Wameshindwa na kazi ndani ya chama chao, wamezozana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wasiingize ODM ya mambo ya ndani ya Jubilee. Hiyo ni shauri yao. Okay. Kuna wale umesema kwamba haujaingia kwa serikali. Kuna wale ambao wanasema siku hizi hauna ule ukali mwingi ulikuwa nao wa kupigana na serikali ama kukosoa serikali inapoenda mrama ama mambo ya corruption inapoongezeka sana. Sijui utajibu aje kuhusiana na dhana hiyo? Mimi nimekuwa kila mara nawaambia wao watu. Zamani mimi nilikuwa naongea wazi kabisa. Lakini siku hizi mimi nawaambia Uhuru mwenyewe anaweza kuambia nyinyi kwamba nimewaambia wewe mara mingi mambo yanaenda mbaya hapa. Chukueni hatua hapa. Lakini kwa sababu ya mgawanyiko ndani ya serikali Jubilee hawachukui hatua. Siku hizi kama mtu amepatikana ama ameshikwa kwa mambo ya ufisadi, anatetewa na wabunge wa Jubilee. Sasa inaonekana ati wale watu washirika wa serikali, kwa mfano DCI au DPP, wanaanza kulaumiwa ati wanadhulumu watu. Sasa unakuta kama mwizi ndio sasa anakuwa mshtaki. Yaani yule ambaye anatakana awe mshtakiwa anatetewa na wajumbe na watu wa serikali. Kwa hivyo wameshinda. Jubilee yenyewe iko na shida ndani yake. Wajumbe wangu mara mingi wameongea juu ya mambo yale ambayo ziko pale. Unaangalia kwa mfano hii mambo ya Kimarere na Aror. Makamu wa rais wenyewe wanasema ati bilioni 7 peke yake ndio ilipotea. Na bilioni 7 sio pesa ya kununua mandazi. Ni pesa mingi zaidi. Maana bilioni 1 ni milioni 1,000. Kama bilioni 1,000 mara 7, mtu anasema ati pesa kidogo tu ambayo imepotea. Sasa ni ngapi? Kwa hivyo shida iko ndani ya Jubilee yenyewe. Wasitulaumu sisi. Na sisi tumemwambia. Maana tulikuwa tunataka kuona kama mambo ya BBI inafanya kazi. Inatekeleza. Tulikuwa tunataka kuona kama kuna mazingira ambayo tunaweza kuleta Wakenya pamoja, ili yale ambayo tulikuwa tumekubaliana na Uhuru yaweze kutekelezwa. Okay? Lakini kuna shida mingi ndani ya serikali ya Jubilee. Wao wenyewe wanajua upande zote na wanazozana. Kwa hivyo ni aibu kubwa. Sisi tumewapatia fursa, tumejaribu kuwatetea ili waweze kutatua shida. Lakini mpaka leo inaonekana wameshindwa. Sasa wanaanza kuruka na kutoa udhuru. Sisi tulifanya hii na hii msimu ya kwanza, lakini sasa ya pili hatuweza kufanya kazi. Waulize, walipokuwa wanaingia kwa serikali, wakati walikuwa wanafanya kampeni mwaka 2013, walisema ati wao ni digitali na sisi ni analog. Ati wao wakiingia katika serikali
wataleta inaitwa knowledge based economy. Ati mambo yote yatafanywa kwa njia ya kisasa. Kila shule watoto watapata laptop. Kila mtoto atakuwa na laptop ndani ya miezi 6. Laptop in schools in 6 months time. Wale watoto sasa wanaanza kufanya mkutano wa darasa wa 8. Bado hawajaona mambo hiyo ya laptop. Okay? Walisema ati watazalisha kazi 1,000,000 kila mwaka. Kazi ya kisasa. Sasa ni miaka 8. Inajulikana kwamba ukosefu wa kazi imepanda zaidi. Unemployment rate has actually increased tremendously in the period of this Jubilee government. Sasa ile kazi mamilioni ambayo waliahidi hakuna. Wanarudi sasa kuongea juu ya mama mboga, wanakuja kuongea juu ya mambo ya mkokoteni, wanajua kuongea mambo ya filibaro. Ile kazi ya 1,000,000 waliahidi ilienda wapi? Waliahidi ati wataleta watajenga viwanja vya michezo katika kila county in 47 counties, each one state of the art sports complex. Hizo ziko wapi? Waeleze kama Raila ndiye imewazuia kufanya mambo kama haya. Baada ya wao sasa kushindwa kufanya kazi vile walikuwa wameahidi, wanaanza kusema wao sasa ni mahasla na Raila ni dynasty. Raila amekuwa tangu wakati ile ingine hakujua kwamba Raila ni dynasty. Sasa wanasema ati Uhuru ni dynasty. Si walikuwa wamefanya ni muungano na Uhuru wakamkampania pamoja ati yeye ni nini awe rais. Wao kujua yeye ni dynasty. Sasa mambo ya dynasty na hasla inakuja tu wakati huu baada ya wao kushindwa kutekeleza wajibu wao katika serikali. Hizo siasa za walionazo ama dynasty kama hivyo ambavyo umesema na wasionazo ama hustlers, umekuwa ukizikashifu kwa njia kubwa sana. Sijui utasemaje kuhusiana na hiyo narrative ya dynasty na hustler kwa Wakenya? Unajua hakuna nchi ambayo iko na mfumo ya kiuchumi ya kibepari ambayo inaitwa kwa mfano free enterprise ambayo haina matabaka. Kuna tabaka katika Amerikani, ukienda Uingereza, kila mahali. Kuna wale ambao wanaitwa the capitalists au wale ambao wanamiliki njia kuu ya kuzalisha mali. Wao ambao wanaweza kuitwa wabepari. Wengine wanaitwa makabaila. Wale wabepari wa mashamba ambao wana mashamba kubwa kubwa. Kisha kuna wale ambao wanafanya biashara ya kirejareja, biashara ya kijumla ambao wanaitwa mabwanyenye, the middle income people. Alafu kuna wale makabwela, the common man, ambaye wewe na mimi. Alafu kuna wamaskini, alafu kuna wafukara. Hiyo iko katika kila jamii. Kwa wale ambao wanaongea juu ya mambo ya madynasty, waangalia wao wenyewe, anaishi wapi, anaendesha gari ya aina gani, ako na ndege na helikopta, alafu anakuja kujiita ati yeye ni hustler. Alafu ni sasa Raila hawezi kuwa dynasty. Dynasty inakuwa kitu ambayo inakuwa inherited, yani inarithiwa. Kama baba yako na babu yako walikuwa watawala, wewe unarithishwa. Wewe unakuja kuwa vile vile kama mfalme au kama prince na kadhalika. Hapa Kenya tu kuna kitu kama hiyo. Na wazazi wetu hawajakuwa. Ukiangalia kwa mfano Mzee Kenyatta, baba ya Uhuru Kenyatta, alikuwa mwana wa Muigai. Alikuwa mtoto alizaliwa Risabuni.
akaja hapa Nairobi, akaenda kule Dogoto, akasoma, akaja yeye msomani ile mita ya maji, akaenda Ulaya, akarudi, akafungwa na wakoloni miaka 9. Baadaye ndio akaja akawa rais wa nchi hii wa kwanza. Kule niambia watu endeni kule Lokitang, angalia pale walikuwa wanagonga mawe kama wafungwa. Angalia hata ile cells pale walikuwa naishi kwa miaka hizo 9. Akawa rais wa kwanza. Nyayo aliteuliwa na yeye. Na Nyayo mwenyewe alizaliwa kwa ufukara. Ukenda huku Baringo pale alitoka ufukara tupu. Akawa adopted na missionaries. Akasoma, akawa mwalimu. Na kwa bahati Kenyatta akateua yeye kama makamu wa rais na akakaa pale. Baadaye yeye amekuja, amekuwa rais wa pili. Mwai Kibaki naye vile vile alikuwa alizaliwa kwa ufukara. Wengi hawajielewi ya kwamba Kibaki alifutwa kwa shule kwa ukosefu wa karo. Akaenda akawa manamba kwa matatu. Akaenda akapata pesa ya kuja kulipa karo, ndio akaja mpaka Mangu na akaenda Makerere. Akaja akawa rais wa 3. Jaramogi baba yangu alizaliwa kwa ufukara tupu. Akaenda kule kwetu kama kwa Jaramogi. Odinga baba yangu alikuwa askari ya na Bongo Mumia. Akarudi pale na yeye alikuwa hataki mambo ya elimu. Kari Francis ambaye alikuwa mwalimu wakati ile Maseno ndiye akaadapt Jaramogi. Akamkuwa anapatia wakati wa likizo kazi ya kufanya ili apate pesa ya kulipa karo ya shule. Ndiye akasoma. Sasa nasema kama unaongea juu ya hasla, wale ambao wamekuwa marais katika taifa letu, Kenyatta alikuwa hasla, Moi alikuwa hasla, Kibaki akawa hasla. Sio labda Uhuru peke yake, si alizawa na rais. Kwa hivyo sasa ni wakati wa wale wengine kuongoza, manake all the previous 3 presidents have been all hustlers. So what is new about it? Kwa hivyo ni siasa duni ambayo inaendelezwa. Pesa duni, pesa nani ambayo haina maana. Kitu tunataka ni siasa ambayo iko na sera. Sera, wewe una sera gani? Je, wewe ni mbepari? Are you following the policy of free enterprise? Are you to the left or to the right? Are you a socialist? Are you a social democrat? When they are talking about policies, then policies must be ideologically based. Sio tu kuongea ati sisi tutatoa watu upande hii na pande hii. Wewe una mlengo ya siasa. Maana mimi ni social democrat. Yale tunataka kuleta katika taifa letu. Je, wewe ni capitalist or a socialist or a liberal or a social democrat? Hapo ndio tunataka tujue, tufautiane pale ili tujue kisera, kifilosofia, wewe uko mlengo gani? Sisi ni social democrats. Kuna wale wanasema kwa hiyo maneno ya hasla kwamba unadharau mahasla, unawaita takataka. Ni hiyo narrative ya hasla unasema ni takataka ama ni mahasla? Wale ambao wanaitwa mahasla unasema ni takataka. Maybe unaweza ukatufafanulia. Mimi nasema ile sloganeering, kutoa tu slogan ati hasla, hiyo ndio mimi nasema. Sio ati maana ukiongea, angalia dictionary ya Kiingereza, hasla ni nini? Hata kwa dictionary inasema ni mtu ambaye ni mwizi, mdanganyifu, yule ambaye ananyang'anya watu mali yao. Hiyo ndio hasla. Mimi nasema unajaribu kudanganya watu na maneno ambayo haina maana. Ati kama wewe unataka kusema wewe unataka kusaidia
mtu mdogo. Basi sema mimi tunataka kusaidia Mkabwela. Mkabwela. Sio hustler. Mkabwela ni the common man kwa Kiswahili. Manake niwakwambia wewe common man ni Mkabwela. Yule ambaye hawezi kutosheleza mahitaji yake ni maskini. Yule ambaye hana chochote naita mfukara. Kama wewe unasema unataka kusaidia mfukara, sema unataka kusaidia mfukara. Lakini hapana ndio maneno ambayo haina maana. It has no meaning to the common man. The word hustling has a completely different connotation and meaning in an English word. Yeah, so ndio sababu nasema nadanganya watu na takataka. Safi. Kwanza tuondokee mambo ya siasa kidogo, tuelekee maneno ya BBI. Watu wanauliza mchakato wa kufanyia katiba marekebisho umefikia wapi? Bado tunakwenda kwa kura ya maamuzi au hayo maneno yako namna gani? Ninapenda kuna porojo ambayo inaenezwa dhidi ya BBI. Lakini BBI naweza kusihi wa Kenya na kuwashauri ya kwamba BBI ni kitu nzuri kwa Wakenya wote. Kwanza haijaelewa vizuri, manake sasa ndio wanachapisha kwa muktasari. Manake BBI yenyewe ni kitabu kubwa. Imebeba mambo mingi, hata ukipatia wananchi mdogo hawezi kusoma na kaelewe. Sasa wanachapisha ile inaitwa summarized version ya BBI. BBI iko na viungo vitatu. Moja ni mambo yale ambayo yanaweza ilikuwa natakani yatekelezwe na hayajatekelezwa. Kuna maripoti ambayo zilikuwa zimechapishwa tayari, ripoti ya matume ambayo zilikuwa zimewekwa. Kwa mfano kuna ile TJRC, Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Hiyo ilikuwa imewekwa, hiyo ripoti iko haijatekelezwa. Kuna ile Ndungu land report vile vile haijatekelezwa. Kuna ile Kriegler report haijatekelezwa yote na kadhalika. Sasa hizo zinataka yatekelezwe. Administrative actions are required to implement some of these issues. Kuna vitu ambayo inataka tu serikali yatekelezwe. Serikali kuu na serikali ya counties. Okay? Hiyo yote imewekwa pale kwa mfuko moja na imewekwa vile vile na muhula, yani timelines within which to implement those ones. Pili, kuna ile mambo ambazo zinataka sheria ya buniwe upya. Legislative action. Inataka sheria mpya au sheria ambayo iko yarekebishwe, yani yafanywe legal amendments, legal issues. Tayari hiyo team ambayo tuliweka, hiyo jopo kazi ya BBI ilikuwa nafanya kazi na wataalamu wa kisheria kutoka kwa ofisi ya mkuu wa sheria na hata wengine maprofesa kutoka vyuo vikuu, na wametayari wameandika hizo sheria 12 12 bills ambayo tayari imeshachapishwa, imeshaandikwa, iko tayari, inangoja tu BBI ipitishwe, alafu hiyo zitapelekwa kwa bunge na bunge itapitisha ili ziwe sheria. Tatu ni zile ambazo zinapendekeza nataka katiba yabadilishwe. Okay? Hizi sasa ndio zitapelekwa kwa wananchi. Hayo ndio sasa zimewekwa, hiyo bill tayari sasa imepelekwa kwa tume ya uchaguzi. Kwanza ilikuwa nataka sahihi 1,000,000 ya Changwe, ili baadaye kama watu 1,000,000 wamesema ndio, basi itapita. Sasa wanafanya ukaguzi ya masahihi hayo,
ili ndio yapelekwe kwa county assemblies. Sasa tume ya uchaguzi inachukua muda mrefu, hatujui kwa sababu gani. Manake ile ya Ekura Court, Third Way Alliance, ilichukua muda mfupi sana, na hata hawakudai pesa, ati wanataka pesa ya kwenda kukagua hizo masahihi. Lakini sasa hiyo ni udhuru wanayetumia kuyachelewesha shauri yao. Lakini baadaye sasa hiyo kipita hiyo hatua itaanza kule kwa hizo baraza ya counties. Lakini hizi ni kwa mfano, katika katiba hii tulikuwa tumeweka ati natakana serikali kugawanya ile pesa, serikali kuu na serikali ya counties, iwe minimum yani chini zaidi iwe 15%. Lakini wajikuwa hawajafanya hiyo. Sasa itakuwa tunaweka kwa lazima ati ile ya chini wanaweza kuleta ni 35 kwa 100. Hiyo pesa ambayo mpaka itoke juu iende kule chini. Na kuna jukumu zingine ambayo tayari zimegatuliwa, inatakikana ziwekwe kule chini, lakini serikali bado imekataa kuwapeleka huko chini. So lazima ziwekwe huko chini. Hiyo inamaanisha kwamba pesa mingi itakuja hapo chini mashinani. Serikali za counties watakuwa na pesa ya kutosha ya kutoa huduma kwa wananchi. Isitoshe, kati ya hiyo 35, 5% itaenda kwa wards. Kila ward itapata pesa ambayo itawasaidia kusimamia mambo ya vijana, mambo ya kina mama na kadhalika. Na hiyo itaweza kuharakisha maendeleo kwa wards na hapo mashinani. Okay? Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo imefanyika huku chini. Okay? Vile vile kwa upande ya vijana, manake sisi tunasema vijana mpaka tuyashughulie likie, sio kuwapatia mawheelbarrow, lakini kuwasaidia kuweza kuinua hali yao ya kimaisha, na wapatia pesa ambayo wanaweza kuanzisha nao mabiashara yao kule mashinani. Na hiyo pesa wanapewa na hawalipi riba kwa hiyo pesa kwa miaka 5 mpaka hiyo biashara zimekuwa zimenawiri. Sasa ndio sasa wataanza kulipa hiyo pesa kutoka huko. Na vile vile tumeunda halmashauri ya kusimamia mambo ya vijana, the National Youth Commission, ambayo itahakikisha kwamba yale yanafanyika. Na vile vile unajua serikali ilikuwa imeweka sheria ati kwa kandarasi ya serikali 25% ziende kwa vijana, yani at national level na vile vile huko kwa counties. Lakini hiyo haitekelezwi. Sasa hii halmashauri ya vijana itahakikisha kwamba inatimizwa, inafanyika. Okay? Na vijana watakuwa na mahali ambayo wanaweza kulalamika kama mambo yao hayaangaliwi sawa sawa. Okay? Hii itawezesha sisi kusaidia vijana, na vile vile tunafanya hivyo kwa kina mama vile vile. Okay? Na hiyo ndio itasaidia wakina mama, ile mama mboga ambao wengine wanaongea juu yao, kuinua hali yao ya kimaisha. Hakuna mtu ambaye anataka kwa mama mboga maisha yake mzima. Hakuna mtu ambaye anataka kuwa anasukuma mkokoteni maisha yake yote. Hii ni kazi mtu anafanya kwa kukosefu ya kazi nyingine. Lakini mtu mpaka awe na njia ya kwamba leo nasukuma mkokoteni, kesho nitakuwa mimi naendesha gari na kadhalika. Inaitwa upward social mobility. Nchi ya China, baada ya wao kubadilisha sheria yao, wameinua watu 1,300,000, 300 million people, kutoka kwa hali ya ufukara kwa hali ya utajiri. Yani they have lifted 300 million people from poverty to middle income status. China wamefanya. Na hiyo mbinu sisi tunajua.
bali walitumia. Kama China naweza kufanya hayo kwa watu milioni 300,000, sisi tunaweza kufanya kwa watu milioni 10 hata 20. Inawezekana hapa kwetu. Na sisi tuna mbinu, sio tu atikuambia watu sisi tutapatia nyinyi wilbaro, tutapatia nyinyi mkokoteni. Hapana, njia mwafaka ya kuinua uchumi ili vijana na kina mama wapate fursa ya kujiingiza kwa upande ya biashara, kwa upande ya utengenezaji bidhaa, kuzalisha mali. Na hiyo ndio itainua hali yao kiuchumi. Kuna wengine wanashikilia, wanasema kwamba BBI kuna mtu inatafutia kiti cha prime minister, deputy prime ministers, na wengine pia wanasema kwamba kuna mambo mengine ya umuhimu sana yanafaa kushughulikiwa badala ama kabla ya kufikiria mambo ya kufanya mabadiliko kwa katiba. Unajua utawala katika ulimwengu kuna utawala mara mbili, tuseme mara tatu. Kuna ile inaitwa presidential system, utawala ya kirais, parliamentary system, na also feudal system, yani utawala ya kifalme, ambaye hakuna hata bunge, hakuna wafalme wanatawala. Lakini sasa presidential system, pure presidential system iko kule nchi ya Marekani. Katika modern democracies, Marekani ndio wako na pure presidential system. Lakini Marekani ni nchi kubwa kama bara, ambaye wako na zile states na magavana ambaye ni wanatawala. Mambo mingi inafanywa katika kule states. Zile mademokrasia zingine zote ni parliamentary. Ukienda Canada, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Italia, Scandinavia, huko Israel, India, Japan, Australia, zote ziko parliamentary systems. Na sasa wanakubaliwa ya kwamba parliamentary systems are more accountable than presidential systems. Okay? Manake serikali iko ndani ya bunge. Sasa serikali inaweza kuuliza maswali ndani ya bunge. They can be held to account within the parliament. Mawaziri wako pale ndani ya bunge wanauliza maswali. Kwa mfano ile serikali tulikuwa tunaendesha na Kibaki alikuwa anatekeleza mambo ya urais huko nje, na mimi na deal na mambo ya bunge. Kila wiki mimi nilikuwa naenda mbele ya bunge, natoa taarifa ya serikali ndani ya bunge, nauliza maswali na wabunge. Na mawaziri wangu vile vile walikuwa pale wanauliza maswali na wanajibu. Hakuna haja ya waziri kuitwa mbele ya kamati ya bunge. Hapana, anaongea pale mbele na wananchi wanaona yeye kwa runinga. Okay? Sasa mawaziri vile vile wanakuwa wabunge. Yale marekebisho tumeleta, tunasema ya kwamba kiasi ya mawaziri inaweza kuwa 50% au 75 wanakuwa wabunge. Wale wengine wataalamu wanatoka nje. Wanajaza. Okay? Sasa lakini wakishateuliwa kama mawaziri wanakuwa ex officio members ya bunge, wanakuwa vile vile wanachama wa bunge ingawaje hawana kura ndani ya bunge. Sasa wengine wanasema ati tunaongeza mzigo. Hapana, tunapunguza mzigo. Manake wakati hii wabunge wako 349 bunge wa chini, alafu masenate vile vile wako 67. Lakini sasa tofauti na hao wabunge, kuna mawaziri ambao wameajiriwa kutoka nje, ambao wanalipa mshahara na wanapewa ile allowances katika serikali. Okay? Yale itafanyika sasa ni ya kwamba idadi ya mawaziri wengine watakuwa ni wabunge. Ile mshahara wanapata kama wabunge ndio watakuwa mshahara yao. Watapata tu allowance extra ya kazi ya mawaziri.
Kwa hivyo sasa badala kuwalipa hao mshahara yote, watakuwa napata nusu ya mshahara peke yake. Kwa hivyo gharama ya serikali kuu itapunguka, sio utazidisha. Hata waziri mkuu atakuwa ni mbunge, anapata mshahara yake bunge, kama vile mimi nilikuwa napata mshahara yangu kama mbunge. Ile nimekuwa napata ni rupurupu tu kama waziri mkuu. Okay? Sasa hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo haitakuwa ni expensive, itakuwa ni cheaper than the current system of government. Ndio, lakini tunahitaji waziri mkuu. Kitu muhimu zaidi ni tunahitaji, sio watoto tunaweka kazi kwa makabila wengine. Hapana. Rais hakuna kazi pande lingine, na makamu wake kama yeye hawezi kufanya, makamu wake anakwenda kufanya, lakini waziri mkuu hakuna kazi yake. Tulipokuwa na Kibaki alikuwa na kazi ya kutosha kule State House, na mimi nilikuwa na kazi ya kutosha kama waziri mkuu, na Wakenya wote wanakubaliana kwamba hiyo serikali ilifanya kazi. Yale ambayo wengine wanaongea juu yake sasa ya Jubilee ni kazi walirithi kutoka kwetu, mimi na Kibaki. Hata hii SGR wanaongea juu yake, mimi ndio nilianza, ilichorwa chini ya msimamizi wangu. Kila kitu kawa ni tulianzisha mradi ya Lapset, Lamu Port, bado haijakamilika. Tulianza hii Konza City, ICT City. Tulikuwa tuwe na na SEZ Mombasa, Lamu na Kisumu. Tuwe na tourist resource centers Mombasa, Lamu, Isiolo na Lake Turkana. Na mambo mengi tulikuwa nazo, lakini muhula ikakwisha kabla tujamaliza. Kwa hivyo yale ambayo inakuja sasa kwa BBI, mimi ningependa Wakenya wajue kwamba inakuja vitu ya kuwasaidia. Labda utufanafanulie zaidi kuhusiana na vile BBI itamaliza siasa za kiukabila. Labda kwa sababu kuna watu wengine wanauliza itamaliza siasa za ukabila kwa njia gani? Yani yale ambayo itakuwa itamaliza, manake sasa utaweka watu tofauti hapa, vio tofauti. Kenya itakuwa imeungana pamoja. Kuna neno ambaye Rais Uhuru alisema kule Vihiga juu ya mambo ya kubadilishana kazi huko juu, ambayo watu wamepinga sana ati hiyo ni ukabila. Unajua hapa katika taifa letu yule ambaye anaongea ni kama mtu ambaye ametoka mbinguni, haishi Kenya hii. Kama tungekuwa kama Tanzania hakuna shida, lakini hapa Wakenya wamewekwa katika hii mambo ya ubaguzi ya kikabila mpaka tuyamalize. Nchi ya Nigeria ni nchi kubwa, lakini Nigeria imegawanyika kwa upande ya kidini na upande ya kabila vile vile. Mimi nimefanya kampeni kwa Rais Obasanjo Nigeria. Wakati mimi nafanya Obasanjo kampeni mara ya kwanza ilikuwa 1999. Wakati huo Nigeria imekuwa uhuru kwa miaka 39. Wakati huo sasa ikawa ni miaka mingi zilikuwa ni wanajeshi walikuwa na tawala. Lakini sasa wale Nigeria iko north, kaskazini na kusini. Na kusini vile vile iko kusini mashariki na kusini ya magharibi. Sasa wale wa north wako wengi na ni Waislamu. Kiwa kama kura inapigwa moja kwa moja, mtu wa north akisimama, mtu wa south hawezi kushinda. Na walikuwa wametawala kwa miaka 39 hizo, miaka 34 viongozi walikuwa wametoka kaskazini, north. Viongozi wa north wakaketi chini wakasema ati for 34 years, for
out of 39 years of Nigeria's independence, 34 years leaders have come from the north. Let this time, in the interest of Nigerian unity, let this time around the leader come from the south. Therefore, let no northerner offer himself for elections, presidential. Let a northerner become a running mate. Ikawa namna hiyo. Hiyo uchaguzi wa 1999, Obasanjo alisimama na mtu mwingine alikuwa anaitwa Bwana Falai. Both of them were Yorubas. Each one of them had a northerner as a running mate. Kwa hivyo hiyo uchaguzi kulikuwa hakuna ukabila. Manake walikuwa wanapiga kura kwa wa Yoruba wawili. Wale makabila wengine wakakuweko northerner na southerner. Obasanjo akachaguliwa. Akafanya term 2. Alipomaliza akateua naibu wake Musa Yaradua ambaye ni northerner. Yaradua sasa akaenda akachaguliwa. Sasa utawala akaenda north tena. Bahati mbaya Yaradua akakufa, makamu wake ambaye alitoka south Jonathan akachukua. Akimaliza huyu Buhari tena northerner akachukua kumaliza ile term ambayo ilikuwa imeanza huko. Sasa inajulikana ya kwamba mara hii ambayo inakuja itarudi south tena. Mara hii labda itaenda southeast kwa Waibo. Unaelewa sawa sawa? So hiyo ni elewano ati ya kwamba ukiweka hawa wataungana na northerners na watakuwa wanatawala. Switzerland, Uswisi iko na hii inaitwa rotating presidency. Manake Switzerland iko the German Swiss, iko the French Swiss, iko Italian Swiss, iko the Romansh Swiss. Hiyo Switzerland ina rotate. Ikitoka pale inajulikana naenda ngambo hii. Sasa wao ndio watashindana. Ikitoka hiyo naenda na hiyo ni demokrasia vile vile. Kwa hivyo hakuna njia ya nini kusema ati sisi ni unataka type of democracy. Hapana. It depends on the historical circumstances prevailing in a society at a particular time. Haya, tukimalizia kuna watu ambao wamekuwa wakipendekeza naibu rais ajiuzuru ama wamngatue kutoka pale uongozini. Wewe siku nyingine ulizungumza, ulisema watu wengine wanafaa kuwa kamiti, hawafai kuwa wakiongoza. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na jambo hilo? Sasa kuongea juu ya makamu rais mwenye manake yeye ni mwanasiasa wa siasa, anataka angalie mambo yake na yeye na rais. Sitaki kuangalia katikati yao. Nataka waangalie mambo yao sawa sawa. Lakini mimi najua ya kwamba mzee wangu Jaramogi walipokuwa wamekuwa na tofauti na mzee Kenyatta, yeye alisema ati aliandika barua kwa rais akasema anaonekana sasa atakikani na jukumu lake zimechukuliwa, hataki kukaa kwa ofisi na hali mshahara na hakuna kazi anafanya. Akasema ati the future generation shall judge me harshly for sitting idle and doing nothing. And akasema amefanya so such, his conscience does not tell him to quit, to take a walk. Okay, so the president wants to deliver his legacy, and they're there with his deputy, and this campaigning period is going on. I mean, it is up to them, really. I don't want to advise him. Okay, I want them to deal with this issue themselves as partners in the government. Mimi sitaki kuingilia mambo yao ya ndani ya Jubilee. Wao walisema ati sisi ni analog au ni digitali. Sio wafanye kazi yao.
Haya, siku za hivi karibuni tumeona wazee wa jamii ya Waluo na jamii ya Wakikuyu kule Mlima Kenya wamekuwa na urafiki wa karibu sana, na wanasema sijui ni wanataka kucement urafiki wao. Ni urafiki tu ama kuna kitu fiche hapo, ama ni mambo ya 2022 wanapika pale? Unajua hiyo urafiki ni Kenya inataka. Sio tu Wakikuyu na Wajaluo. Wakikuyu na Wamasai, Wajaluo na Wakalenjin, Wakamba na Mjikenda na kadhalika. Hiyo urafiki ikinea katika taifa letu, tutajenga taifa. Mwalimu Nyerere aliwaambia Watanzania ya kwamba usifikiria kwanza mambo ya ukabila. Fikiria Utanzania kwanza. Na akaunganisha Tanzania ikawa nchi moja. Kati ya Wajaluo na Wakikuyu kumekuwa na urafiki. Ilianzishwa kwanza na Jaramogi na Mzee Kenyatta. Jana nilionyesha mtu mwingine barua Jaramogi, Mbiu Koinange na Murumbi waliandikia Jaramogi, wakawa wako exile Ingereza 1958, kumpongeza Jaramogi kwa kusimamia imara kwa mambo ya Kenyatta. Ili Kenyatta wakati baada alikuwa kizuizini wakati huo, na alikuwa napingwa na ujumbe wenzake wengine ambao walikuwa ni Wakikuyu. Wakasema Kenyatta na wenzake walikuwa viongozi wakati ile, lakini hawakuchaguliwa. Lakini wao ndio sasa wamechaguliwa, wao ndio viongozi. Mpaka serikali ya Uingereza ikataka Jaramogi awe waziri mkuu wa kwanza. Wakamwambia Kenyatta yuko senile, hawezi kuongoza. Jaramogi akasema hapana, hiyo itakuwa ni usalata. Kenyatta yuko na ako tu hapo Lodwar, toleo yeye aje atuongoze. Kwa hivyo hiyo ikaleta usafiki kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Jaramogi alipigania mpaka Kenyatta akawachiliwa. Hiyo umoja ndio ilileta uhuru. Okay? Na urafiki ilikuwa ni urafiki kwa kweli. Ile mgawanyiko ilikuja ni kwa sababu ya ardhi. Wengine walikuwa wanataka ardhi inunuliwe. Wengine wanasema ardhi yetu hatuwezi kununua. Manake walichukua bure, wakalima kwa miaka hiyo yote, wao ndio watakana watulipe sisi. Hiyo ndio ileta tofauti kati ya Jaramogi na Kenyatta. Okay? Lakini sasa ile wazee kukutana na kushauriana inaleta uelewano vizuri. Unakumbuka wakati mimi nilisema Kibaki tosha, niliambiwa ati Wajaluo hawezi kupiga kura kwa Mkikuyu. Moi alisema namna hiyo. Wakikuyu yale walifanyia Mboya na Jaramogi, Wajaluo hawezi kupiga kura kwa Mkikuyu. Mimi nikaenda nikaambia Wajaluo ati hajakuwa na vita kati ya Wajaluo na Wakikuyu. Ile vita ambayo ilikuwa ni ya kisera. Na akamwambia tofauti Jaramogi na Kikuyu. Na Kibaki mtoto wa Jaramogi. Jaramogi alitoa yeye Makerere, akaleta yeye kuwa executive officer ya KANU, na yeye akalipa mshahara yake kwa miaka 2. Kwa hivyo Kibaki ni mmoja wetu. Na Wajaluo wakapiga kura Kibaki 98.5%. Hata Orengo alikuwa candidate, Kibaki alishinda yeye kwa hiyo uchaguzi. Na wakati mimi nilikuwa naenda na Kibaki, wakati Kibaki alikuwa ameumia, nikasema the captain is injured but the match can continue. Baada ya uchaguzi, mimi nilipokuwa naenda na Kibaki, kasindikisha Kibaki kwenda Othaya. Tukapita na bendera hapo Chania, mto Chania. Ilikuwa ni mambo mengi kubwa zaidi. Nikaenda Kenol. Kutoka Kenol tukaenda Murang'a.
huko tukaingia Sagana. Kutoka Sagana tukaingia huko Karatina. Kutoka Karatina tukaingia Mkuruweni. Alafu tukaingia Othaya. Kila mahali nilikuwa napita, nilikuwa najulikana kama Mtongoria Jamba. Wakiwa wananiita mimi Mtongoria Jamba. Mpaka nikaingia mpaka kule Othaya. Na kutoka huko. Shida ilitokea wakati wale ukibaki alipokuwa mgonjwa, wale ambao walikuwa chini ya Kibaki pale wakalitoa usalata kwa mambo ya MOU. Wanakiwa tulikuwa tumeandika na MOU na wakakataa mambo ya katiba. So hivyo mimi si kwa na makosa, mimi nilisalitiwa. Si mtu mwingine. Mimi niko na deni yangu, ndio na deni yangu sio nini kusema ati nini. Mimi nikasema sio nini, sio tukaenda kule Bomas of Kenya, tena kasalitiwa mara pili, kwa sababu tukasema la kwa ile katiba. Kwa hiyo mimi ninadai, mimi ndio wako na deni yangu, mimi sina deni ya watu wengine. Lakini yale yote mimi nimefanya, najaribu tu wachi kama tumeunganisha watu wa Kenya wote, tumemsahau yaliyopita, ili Kenya iweze kuendelea mbele. 2022 inakuja. Wakenya wanataka kujua utakuwa wapi. Bado unawania kiti cha urais ama wakati umefika umuunge mtu mwingine mkono? Mimi nimesema tulikubaliana na Uhuru tusilete mambo ya 2022 kabla ya pitisha mambo ya BBI. Kumbuka ya kwamba kuanzia 2018, 2019, 2020 walikuwa wakiniuliza ati hii mambo hii imeleta kwa sababu ya Uhuru akuunga mkono kwa uchaguzi 2022. Nikasema hapana, mimi sitaki kuongea juu ya mambo ya 2022. Wakati ikifika na mimi mwenyewe nitaongea. Okay? Sasa sitaki kusema mimi nitakuwa candidate au mimi sitakuwa candidate. Yale ambayo nataka sasa ni kuuza BBI tu. Hiyo ndio mimi nataka. Na hii ndio nataka kuacha kama legacy ya Wakenya. Na watu waangalie hii sio kama means ya kupeleka Raila katika ikulu, hapana. Wacha Raila kando, waangalie BBI kama inaleta manufaa kwa Kenya. Kwa mfano hata kurekebisha zile viti ambayo zimekuwa ile gerrymandering ilikuwa inafanyika, imeweka katika BBI. Na hizo zitafanyika. Kwa hivyo mimi ningependa kuappeal kwa wakaaji wa mkoa wa Kati na Mount Kenya kwa jumla. Tafadhali waangalie BBI vile iko. BBI inaleta manufaa kubwa kabisa, na wanasema ati bahati haipigi hodi mara mbili. Ikipiga hodi na hujafungua, itatoroka, itakwenda mahali ingine. Opportunities have wings. If they're not taken, they fly away. Yeah. Asante sana, tumeshukuru. Labda nikupatie tu dakika moja uwaambie wa Kenya jambo lako la mwisho. Ningependa kwanza kutoa shukrani kwa Kenya kusimama imara wakati wa janga hii ya corona. Kuanzia mwaka jana. Unajua mwaka jana ilikuwa ngumu sana kwa Wakenya wote. Wengi wamepoteza biashara zao, wengine wamepoteza kazi yao, walikuwa wanafanya kazi, ikaleta ufukara mingi. Na vile vile wakaifiwa na wenzao kwa sababu hii janga la corona. Tumeingia mwaka mpya, na mimi nawaambia Wakenya kwamba itakuwa tofauti. Mimi na hakika ya kwamba tutamudu hii janga la corona. Najua kwamba dawa itapatikana ya kutoa chanjo wa Kenya, uchumi itafufuka, ili wale ambao wapoteza kazi yao waweze kupata kazi. Ningependa kutoa vile vile mkazo na ushauri kwa serikali. Serikali itafute mbinu ya kusaidia wananchi
kwa jumla. Wale ambao wako na shida kiuchumi, wale watoto ambao wanaenda kwa shule ili waweze kupata ulinzi sawa sawa. Na vile vile kwa upande mwingine napenda kutoa ushauri kwa Wizara ya Elimu, haswa kwa Teacher Service Commission. Tafadhali msiue ile chama ya walimu ya KNUT. Maana naona kama kuna njama kujaribu kuua KNUT. Na siku nyingine mtakuja kujuta. Kama KNUT imekufa, walimu wataenda kwa mgomo na mtakuwa na wote ambao mnaweza kuongea na wao. Kwa hivyo ningependa kuhimiza sana Bi Macharia mwezi huu alipe pesa zile za KNUT zote ambayo zimebaki, ili nasi iweze kuinuka na kuendelea mbele. Kwa jumla, wakaji wa Mlima Kenya wote, ningependa tena kutoa shukrani kwenu kwa vile mmesimama imara tangu tulipoanza tulikuwa katika giza, wakati ile mfumo wa siasa chama kimoja wa KANU. Umesimama imara kabisa na sisi. Nakumbuka vile tulikuwa na Kenneth Matiba na Charles Rubia, shida ambayo ilikuweko, na mkasimama pamoja na sisi wakati huo mpaka sasa. Tumetoka mbali, lakini ziara bado iko. Tunaona karibu tuko mto Jordan, tuvuke daraja, tujenge hizi daraja, tuvuke tuingia kule tunataka kuelekea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante kwa wakati wako na kukubali kuzungumza nasi. Basi hapo ndipo tutafikia mwisho. Ana goroge gioka mwena uyu ungi kuria ngimenyerete wega, kuria ndigitawaraga ngakigua wega. Uguo niguo twakorwo tugikiaraniria na uria wakiri Prime Minister Raila Odinga na ritana riake muno makiria kuri aikari gatagati ga bururi. Oiga munyaka ndukaga maita meri ni ubukaga ni tondu kwiragwo na ni ubukaga onekire mbute. Koguo mukige no horo wa guikara thi murore mawega maria ringi mureheirwo thini wa BBI na uria meguteithia igicigo giki gia gatagati ga bururi ni tondu ringi kanya gaka mwagatera thi mwaya gukaga ihinda ringi tariri na mukoigaga nari korwo ni ndakiwe. Tukorwo tugikinyia hau nigetha tugeikirie wangeciwa kario kinya gukorwo gigicokereria nigetha nake akorwo agigitutirithia hau hangi. Ngatho cia mwanya ni tondu wa mahinda manyu. Njitagwo Maina Kiumo, mucera wa mbere ya Mutai. Wonderful. Etako Kihumo